haraka sana leo. Unaona, ndio najaribu kuokoa masaa kwa vile najua hapa tulielewana na tuko na urafiki na tukasikilizana. Mimi gavana wenu mumenipatia kibali, kila saa nikitaka kukuja nikuje, ama namna gani? Ndio. Sasa vile mumeuliza hapa mambo ya basari, niwaambie ya kwamba hii wiki inakuja, ndio unaona sina haraka sana ya kusema mambo mengi, nataka tuseme ya leo, lakini next week niko hapa tena, mtatukaribisha jameni. Ndio hiyo. Na niko na basari zenu ziko next week. Sasa jameni, na nikikuja na hizo nitakuja na hizo check, na nihakikisha ya kwamba pia mumepata tena form mpya. Nitawacha hapa tena, wenye hawajapata wajaze tena, sio? Ama tuko sawa sawa jameni? Sasa mimi niwaulize wanagetoa, si umesikia vile huyu mama amesema pale? Si ameongea juu ya mtaro, nimesikia mmepiga makofi sana, akasema hapa iko mtaro inasumbua nyinyi. Sasa coaches hajawaambia ya kwamba nimeshaanza kuleta culverts za hapa na ameshingi. Hii wiki yote nataka kutoka hii wiki tunaanza yote itakuwa ni yangu ya kukaa hapa Gitodhwa. Nataka nilete hizo culverts za hii mitaro yote. Hiyo wiki ingine nitaishi hapa wiki mzima. Tutengeneze hiyo mitaro yote, tuhakikisha kwamba hakuna mtu tena anasumbuliwa na maji. Tuko pamoja wana Gitodhwa? Sasa hiyo kibarua nataka tuahidiane ya kwamba kutoka hii wiki tunaendelea tutaifanya. Ya tatu, sasa nyinyi mmeambiwa ya kwamba hii yote wa Matangi ametengeneza shule za nasari. Na najua nyinyi wengine hamjapiga hesabu mzuri, wacha tupige hesabu na nyinyi. Hapa ndani ya hii ward yetu ya Gitodhwa, mumesikia coaches anasema ya kwamba hakuna hata shule moja ya primary imebaki yenye wa Matangi hajajenga zile nasari tunaita ECD. Zote tumejenga kumaliza. Tumemaliza miaka mingapi? Si ni miaka miwili. Niwaulize hapa mbeleni, MCA alikuwa mbele ya coaches. Siku tulikuwa tumechagua MCA mwingine, alikuwa mbele ya coaches, alikuwa akisimama mbele yenu na kuwaambia ile kazi amefanya hapa. Muliona? Sasa si baada ya miaka miwili tuishajenga, tumemaliza hizo. Alafu niwaambie nyinyi wazazi, nimewaambia basari, tunakuja na basari. Basari yetu mshike hii vile tunaenda watu hapa Gitodhwa. Basari yetu hakuna mtoto hata mmoja ambaye atakuwa anapewa basari ya pesa iko chini pamoja jamani. So hata ile mtakuja kuchukua, kila mtoto atapata 1500. Wa Matangi alisema hivi ya kwamba wakati unalete fomu yako kutafuta basari, kama uko na mtoto wako na wewe ni single mother ama wewe ni single father, onesha yeye. Akiona ananiletea huyo mtoto, kama ako boarding, huyo ninapatia shilingi 10,000 aende akae kwa shule. Pamoja nilisema kama unakuja kuombea mtoto basari na huyo mtoto ni yatima, hana baba na hana mama, onesha coaches. Ukimuonesha aniletee. Kama huyo ako form 1 ama form 2, nitapatia pesa ya scholarship asome mpaka amalize university. Tuko pamoja watu wa Gitodhwa? Tunaenda vizuri? Yaani nyinyi mnajua kwamba watoto hapa wa Gitodhwa wenye wameingia kwa shule zetu za ECD, mnajua watoto wanakula mayai hapa kwa shule? Si wanakula? Ama nyinyi hamjui? Mimi nilisema namna hii kama gavana yenu, nilisema ndani ya hii kaunti yetu, mtoto hapa ambaye ya yule mama anafulianga wengine manguo kwao nyumbani ndio watu wa kupata chakula. Mtoto ya yule mama mwenye ananunuanga melon moja kukatakata ndio auze ile kamoja 20 bob, watoto wake wakule. Nikasema mtoto wa ule jamaa anauza makaa pale, ama yule anatembeza sambosa kwa kadebe ile ya kuuza ya 10. Hao watoto wote wakiingia wakikutana na matajiri zetu, hao watoto wote ni kitu moja. Tuko pamoja wetu watu wa Gitodhwa? Nikasema kila mtoto akifika mara 4 kwa siku, kila mtoto anapata ameandaliwa bakuli ya uji mzuri ya vitamin siku 4. Nikasema mtoto yote akifika pale anapata amechemshiwa mayai siku 4 kwa kila siku kwa wiki moja. Tuko pamoja jameni? Nikasema kila mtoto Aramisi
akuje apate pakiti ya maziwa na asiulizwe yeye ni mtoto wa nani. Tuko pamoja watu wetu wa Ghetto Odhua? Tunaenda vizuri ama hatuendi vizuri? Sasa si mnaona tumeweka hii mataa ya sola. Hii mataa ya sola, niwaambie, hii mataa tulikuwa tunalipa bill kama county ya pesa milioni 700 kwa mwaka mmoja. Hiyo pesa nimeuliza hapa, umesikia sasa mheshimiwa anasema hapa hii dispensary yetu ya Githongori ndio tumejaribu kuleta madawa, tunahitaji vitanda ya watu kulala, tunahitaji mashine ya kupima wamama, ya kupima wazee. Hapa barabara ni shida, alafu unasikia ati county imekuwa inalipa bill ya 100. Sasa niwaulize, hiyo ni kutumia akili ama ni kuanguka hesabu? Si ni kuanguka hesabu jameni. Mimi nilisema na niwaulize, hata mzungu mwenye ako na pesa ya kutukopesha kwake haweki mataa ya kulipiwa bill. Ndio unaona mimi nimeingia kwa hii kazi, nimebadilisha hii story. Hii mataa mnaona tumeweka hii haina bill. Hii tani ya sola. Na ikiwaka leo jioni nikikuja kuweka culvert next week na niwaleteko. Hii taa ikiwaka inaona mpaka huko, inaona mpaka huko. Mahali yote iko sawa. Mchana hii taa inakunywa jua. Saa 12:30 inajiwakisha. Asubuhi saa 12:30 inajizima yenyewe. Sasa nyinyi vijana hapa, nyinyi ndio nawachia hiyo kibarua. Huyo kochi za waongoze hapa hivi. Hii taa mkiona mtu amejaribu kupanda pale juu, nimewapatia ruhusa. Mnashuka. Kisha na mawe. Sasa hapa hii taa haihitaji maarifa, haina mtu wa kuwakisha, haina mtu wa kuzima, inajiwasha yenyewe. Hii taa iko na guarantee ya miaka 10. Kwa hivyo sasa hakuna mtu anashughulika naye. Ni kusema hiyo pesa milioni 700 ilikuwa inatumika huko mbeleni, sasa tutaweka kwa kazi ya barabara. Sasa tutaweka kwa basari. Tutaweka kwa kujengea vijana wetu hapa hii Ghetto Odhua. Mtafutiwe na huyu coaches hiyo kiwanja amesema pale, na vile ameuliza hapo tutaongeza hiyo ECD. Sasa tutaweka kwa basari. Tutaweka kwa kujengea vijana wetu hapa hii Ghetto Odhua. Mtafutiwe na huyu coaches hiyo kiwanja amesema pale, na vile ameuliza hapo tutaongeza hiyo ECD. Tukiongeza tutafute hata nyinyi vijana tuwatengenezea mahali ya kujifundisha kazi. Ama namna gani jameni? Ndio kwanza hapa nimekuwa nimewaambia vijana wa hapa biashara ward, na nyinyi watu wa Ghetto Odhua hata nyinyi mkwe watu wamerevuka. Vijana wa hapa au vijana wetu wenye walikuja pale ile ka group yetu yenye tulisaidia pale ile bunge, si ndio? Sasa tuliwapatia tu ile pesa kidogo 1200. Nataka hizo group zingine zote hapa coaches alikuwa nasema muhakikisha kwamba nyinyi mko na certificate ya registration kama chama wanataka kazi. Tuko pamoja jameni? Pale Githurai nimepatia group ya watu ya bodaboda shilingi 1,000,000 ya kujisaidia. Kule Kiambaa tumepanga tunawapatia tena 1,000,000. Hapa hawa vijana wote vile mko hapa tunaweza kupanga na nyinyi, kama ni zile vifaa za kazi tunawapatia. Kama ni wale wamejiunga kwa kazi tunawapatia vitu za kazi. Tuko pamoja jameni? Na nyinyi wa mama ambaye mlikuwa mnaombewa pesa hii yenu ya kujisaidia, kisha muko na certificate ya chama chenu wa mama. Kama muko na certificate mnakuja naye. Alafu sasa hiyo tunawaweka,
tunawapatia pesa ya biashara, na hiyo pesa tunaweza kufuata. Ama namna gani jameni? Unajua, wacha niwaambie watu wa Gitodhua, mnaweza kosa kuelewa Wamatangi anafanya namna gani, lakini vile mnaona sasa tumetafuta pesa na imepatikana ya kufanya kazi, ni kwa vile nimekataza utumiaji mbaya na wizi wa pesa yenu. Ama namna gani? Sio hivyo ndivyo tunataka? Sasa na nyinyi nikiwapatia hii yangu ya serikali ya kufanya kazi, mfanye kazi, na pia hata nyinyi mupeleka mahali inafaa. Patia mwingine. Ukijisaidia, patia mwingine. Ukijisaidia, patia mwingine. Sio kukaa kwa mfuko. Ama namna gani? Kwa hivyo sasa saa zingine mkisikia nikisema namna hiyo, lazima niongee ukweli. Ama mnataka gavana wa uongo? Si mnataka gavana wa ukweli ndio kila mtu afaidike. Wale vijana nilisaidia hiyo pesa ya bodaboda, nilisema ukinunua, ukimaliza kulipa yenye umelipa, patia kijana mwingine naye anunue yake. Wewe ukilipa, patia huyo mwingine. Sio ati ni yako ati ununue bodaboda mbili na mwingine hana. Tuko pamoja jamani? Kwa hivyo sasa nyinyi mkijipanga mzuri, nitakuja hapa niwaletee hiyo pesa, tukue sawa sawa. Tunaenda vizuri watu wa Gitodhua? Tunaenda vizuri. Sasa nyinyi leo naona volume yenu iko chini. Nataka niwapange mzuri, niwaeleze vile tutaenda. Ngoja. Sipige makofi. Sio mpango ya aina hiyo. Sio mpango ya aina hiyo. Najua ile tunapigianga makofi, lakini kwanza tupangane hii ingine ya kikazi. Ama namna gani jameni? Tupangane ya kikazi. Hii kaunti yetu ya Kiambu, mnaona tunaenda vizuri ama tunaenda vibaya? Tunaenda vizuri. Sasa huyu gavana wa Matangi, mnaona kama anafanya kazi ama hatufanyi kazi? Tunafanya kazi. Nyinyi mnajua wakati mumenipa kazi, hii county tulikuwa tunaambiwa sisi ni number 47 out of 47 kwa nchi ya Kenya. Mnajua namna hiyo? Sasa mumeangalia kwa runinga, kwa ripoti za serikali kuu. Sio yangu, serikali kuu wenyewe. Mkuu yao ambaye anawafanyia hesabu na anaangalia county, ndiye anasema county zote 47, county namba 1 sasa kwa mipango mizuri, kuzuia mahali zinazofaa za kuhudumia wananchi, namba 1 sasa ni kaunti ya Kiambu. Tunaenda vizuri ama hatuendi vizuri? Si tunaenda vizuri. Sasa ile kitu hapa, juzi nilikuja hapa kwanza nyinyi wa mama, nikaleta tushui na tulikuwa na huyu coaches. Najua haijatosha, nafaa nikuja nilete tena. Ama namna gani? Sasa vijana, mimi ndio nilikuwa na haja na nyinyi, kwa vile nimeanza kuzunguka nikipatia vijana tunguruwe. Na muliona huko juu nilipanga vijana nikapatia nguruwe. Nyinyi group yenu mjipange hapa na huyu mheshimiwa. Nikuje niwaletee pia na nyinyi nguruwe, mnaweka kwa group moja. Ama nguruwe itakufia hapa, si itakuwa? Si itafanya? Sasa ndio nimewambia sasa hii kaunti ya Kiambu tunatengeneza ikuwe kaunti sawa sawa. Ile kitu tutafanya ni kuhakikisha kwamba pesa ya mwananchi inarudi mahali inayofaa. Ama namna gani jameni? Mtatusaidia? Mtatushikilia? Alafu ndio kazi ikuwe sawa sawa. Mengi mnajua leo mimi niko area kama gavana wenu, sina malalamiko isipokuwa ile Christmas yote mlinisahau. Ile mwaka mpya yote mlinisahau. Hata salamu sikupata. Hata Merry Christmas sikupata. Hata Happy New Year sikupata. Lakini dadi akikuja, anakuja anasahau yao yote, anakuja anasema watoto wake ni wake. Ama namna gani? Kwa hivyo sasa vile niko area lazima tupangane na watoto wangu. Sawa sawa? Kwa hivyo nataka tu tusikilizane ya kwamba kazi tutafanya kwa ile njia inayofaa na tutatengeneza hii kaunti. Na watende vyema. Tuko pamoja na Gitodhua. Haya, asanteni sana. Wacha tupangwe hapa na huyu jamaa, ndio kwa vile mimi nakimbia kule Katongora kuwasha mataa kusaidia watu huko. Kwa hivyo tutamalizia hii hapa, alafu tuonane next week tukichukua basari. Ama namna gani jameni? Hiyo tutapanga hapa. Ndio tunataja hao. Haya. Ngoja kwanza tunataka mheshimiwa Musheke ndiye atataja watu. Sasa tuka bunge kule anaitwa majority leader. Majority leader huyu sasa ndiye wale MCAs. Kutoka Mheshimiwa Cedric kutoka Ikino upande ya Githongori, makofi. Mheshimiwa Prof inachaguanga Edi na ndio huyu Wanyathona. Tuko na Mheshimiwa Wangoi wa kutoka Githongori, makofi. Boro wa Kameno wa Kuria Thika, Profesa wa Mandevu. Akiwa tumwetaga mama yo, semeni mama yo.
Mama yo. Aya, o nake acagũrĩtwo kũndũ gwĩtagwo Kabete kũrĩa Ndũnyũ ya Wangigĩ. Na mũtumia nĩngamũrehera ndari ĩno rĩngĩ nĩguo. Nĩmũmĩonia maitho. Ithe mwana tono mureke Kiambu. Huyu nitamletea. Huyu jamaa anaitwa Sine Brian Simiu. Amechaguliwa pale Kahawa Wendani. Makofi. Huyu naitwa Mheshimiwa Winnie na yeye ni wa pale kwetu Juja. Makofi. Haya unake etagwo wa Bibilioni Christopher. Tumuria makofi nimekete wewe. Leta na Mheshimiwa Juliana wa kutoka Thika. Kama tungekuwa na wakati tungeweza kuwajua wote. Yes.